Sema amina, amina. Amen. Nataka nikwambie kwenye jina, mtu wa Mungu, ukiwa na jina umetoka. Hata kama ni kwenye biashara ukawa na jina, hata kama huna mtaji, jina lako likinyanyuka, wewe umetoka. Hata kama huna mtaji, yaani jina tu likinyanyuka, likajulikana jina kwenye biashara, umetoka. Hata kama huna mtaji, usidanganywe kwamba biashara ni mtaji. Biashara ni jina. Unanielewa ninachozungumza? Amen. Kwani wangapi wana mitaji halafu hawana majina? Wangapi wana mitaji lakini hawana majina? Biashara ni jina lako litoke. Likitoka jina, wewe umefanikiwa. Kwa sababu kuna watu watakuja wanakutafuta wenye pesa zao, watajiungamanisha na wewe mwenye jina. Kupitia jina lako watafanikiwa. Lakini madhabahu za giza za kichawi huwa zinafunga majina ya watu yasionekane kwenye kazi zao, yasionekane kwenye mitaa yao, yasionekane kwenye biashara zao. Leo linasema hilo jina ambalo umelishikilia sio la kwao, ni la kwako, watalitapika. Unanielewa? Hesabu 23:23. Madhabahu za giza za kichawi zinafunga nini pasta? Zinafunga jina. Zinaroga jina. Unamwona mtu mmoja hapa anaitwa Karidushi kwenye mji wetu wa Kilimahewa. Unamwona mtu mmoja anaitwa Karidushi. Karidushi sasa hivi ana jina. Hata kama ni kituo cha polisi, TRA wakija, lazima wajihoji kwanza kufunga duka la Karidushi. Kwa sababu ana jina. Bwana asifiwe. Amen. Mtu mwenye jina hasumbuliwi. Lazima wakutafute, mheshimiwa vipi? Mbona hatujaona huku kwenye mapato vipi? Halafu naambia ninakuja, nilikuwa sipo, nimesafiri. Tunakusubiri. Unakuta tayari wameshaandaa kila kitu. Unafika tu na kilia, halafu wanakupa vya kwako, unarudi. Lakini mtu asiye na jina utakamatwa mno. Utakamatwa mno. Weka nyanyantole hapa, kamatwa. Weka ntwili, kamatwa. Weka nini mkaa, kamatwa. Kwa sababu hauna jina. Jina limeropa. Nataka niseme majina yaliyoropa leo, by force by fire, yatafufuka kwa jina la Yesu. Ukiwa na jina mjini umetoka. Soma hiyo, soma hiyo Hesabu 23:23. Nikuonyeshe jina ambalo linavyoropa. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Hakika hakuna uchawi juu ya Yakobo. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Haya ni majina. Mungu anataja taifa. Mungu anataja jina. Yakobo ni jina. Israeli ni taifa. Kwa hiyo Mungu anataja jina. Haya ni majina. Anasema hakika hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Sasa habari ya Yakobo na Israeli zitasemwa. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitafanyaje? Zitasemwa. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu wa mbinguni? Hebu angalia sasa habari za nani? Naongea na watu wameroka. Sasa habari za nani? Sasa habari za nani? Mwondoe Yakobo na Israeli, habari zako na Yesu. Sasa habari za nani? Zitafanyaje? Unapoona Biblia inakuandikia sasa habari za Yakobo na Israeli zinasema, maana yake zilikuwa hazisemwi kwa sababu ya nini? Ya uchawi uliokuwa unatawala. Habari za Yakobo na Israeli zitafanyaje? Zitasemwa. Zitafanyaje? Zitasemwa. Jina lina uwezo wa kuropa likazuilika. Jina, ogopa sana jina likiropwa, huwezi kuaminiwa mahali popote pale. Na ndio maana watu wakitaka kumfanikisha mtu wanauliza kwanza, jina lako unaitwa nani? Na watu wakitaka kumloga mtu wanachotafuta kwanza ni jina lake, anaitwa nani?
Kwa hiyo majina ni ya muhimu. Jina likikamatwa ni nafsi ya mtu imekamatwa. Jina likirogwa ni nafsi ya mtu imefanyaje? Imerogwa. Na ndio maana kuna watu hawana majina, wanatembea duniani hawana majina, yamerogwa. Naongea na watu kweli hapa? Hivi naongea na watu kweli hapa? Hivi naongea na watu kweli hapa? Kuna watu majina yao yamefanyaje? Yamerogwa. Sasa habari za Israeli na Yakobo zitazungumzwa. Ni mambo gani aliyoyafanya Mungu juu ya mtu huyu? Manake habari za Yakobo na Israeli zilikuwa hazizungumzwi kwa sababu ya uchawi wa Balaam na nani? Na Baraki. Balaam na Baraki waliloga Israeli, walimloga Yakobo. Habari zake hazikusemwa. Balaam akatengeneza na Baraki wakatengeneza madhabahu 7 kwenye milima, wanamloga Israeli na Yakobo ili habari zake zifanyaje? Zisiseme. Wanafikiri mchezo wewe? Jina likipenya umepenya. Unanielewa ninachozungumza? Jina likipenya umefanyaje? Umepenya. Na ndio maana wazinzi kijijini kule walikuwa nasemaje? Mimi ni wa ukoo wa Ndegesera. Binti anadanganya na mtu, mimi ni wa ukoo wa nani? Wa Ndegesera. Yaani anatafuta mke wa kuoa kupitia jina la nani? La Ndegesera. Bwana asifiwe. Hivi ulishawahi kuona mtu anayejulikana kijijini? Yaani hata watu wote wa kijijini, hata mtu akiuliza sehemu yoyote, anauliza kijiji cha sehemu fulani kwali fulani, naona kubaliana tu kwa sababu anayejulikana ni nani? Ni fulani. Wengine majina yamefungwa, yamezuilika, yamerogwa. Mwambie jirani yako, leo uchawi wa kila aina, wa kila namna ulioroga jina lako halitoki, lazima litatoka, lazima litaachiliwa. Sema amina kama unanielewa. Unasema nini pasta? Nazungumza habari ya uchawi ni mbaya. Usifikiri mchezo, uchawi ni mbaya. Uchawi unaloka jina la mtu lisitoke. Okopa sana hata kama ni mchungaji huna jina. Mchungaji ukikosa jina, nani atakujua wewe? Nani atakufahamu? Jambo la kwanza, hata watumishi wa Mungu wanaotoka wanaombeaga majina yao yatoke. Hata wanaoenda kwenye nguvu za giza wanachokitafuta kule ni majina yatoke. Jina likitoka tu, yaani watu wanaweza akaokoka wenyewe tu, hata hakuna kushuhudiwa. Si jina. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofunga kuzimu, inachokifunga na kukishughulikia ni jina la mtu. Jina likitoka ni nyota ya mtu imechanua. Lazima watu wamsikilize, lazima watu wamfuatilie, huyu ni nani? Kwa sababu ya jina. Huna jina, sahau kutoboa. Unanielewa ninachozungumza? Mwambie jirani yako, kuanzia leo tafuta jina. Shughulikia madhabahu za kichawi, ziachie jina lako. Hiyo ni namba 2. Namba 1 ilikuwa ni kwamba kushughulikia akina Elima. Namba 2 ni kushughulikia uchawi unaologa majina. Sema amina.